Wakristo na wasalimu katika jina la Yesu Kristo, na Waislamu wote wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nafurahia kwa kuweza kupatana nanyi siku ya leo, ambayo ni siku ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia na ameona ni vema tuweze kulichunguza neno lake. Ukitazama hapa vizuri, hapa nina vitabu viwili, Qur'ani na Biblia. Tawajulisha ama nataka niwajulishe kwanza sababu ya mimi kuwepo na hivi vitabu vyote viwili ni ipi. Tunachunguza tofauti ya mafundisho ya Biblia na mafundisho ya Qur'ani. Tofauti ya mafundisho ya Biblia na mafundisho ya Qur'ani. Haswa katika uhusiano wa ndugu kwa ndugu ama wa adui kwa adui mwingine. Nataka nianze na Biblia takatifu. Luka 6 mstari ule wa 28. Biblia pumzi ya Mungu inasema hivi. Inasema, wabarikini wale ambao walaanio ninyi, waombeeni wale ambao wanaowaonea ninyi. Yaani wabarikini wale wanaowaonea ninyi na muwaombee wale wanaowaonea ninyi. Inaendelea kusema, wabarikini wale akupigaye shavu moja mugeuzie la pili, naye akunyang'anyaye joho yako usimzuilie hata na kanzu. Hiyo ni fundisho la Biblia kuhusu ushirikiano wa maadui ama wa watu wawili wasiopatana. Qur'ani nayo maajabu hayo. Qur'ani 3 Suratul Imran aya 167. Qur'ani inasema, na kuwapambanua wale waliokuwa wanafiki na walioambiwa njooni mpigane katika njia ya Mwenyezi Mungu na umzuie maadui pamoja na sisi. Sikiliza vizuri. Inaongelea Waislamu katika mapambano na maadui ambao wanadai ni makafiri, hasa ambao ni Wakristo. Inaendelea kusema, wakasema tungejua kuwa kuna kupigana, bila shaka tungelifuateni wao. Siku ile walikuwa karibu na ukafiri kuliko na Uislamu. Inaendelea kusema, japokuwa siku zote walidhihirisha Uislamu nyoyoni. Samani kidogo. Ni Suratul Imran aya 165 nasema, ninyi Waislamu, ulipokufikieni msiba ambao ninyi mmekwisha watia maadui mara mbili ya huo, ama wakifika hata katika msiba wa maadui zao ambao wanadai ni Wakristo na Mayahudi, munasema, Waislamu wanasema, umetoka wapi huu msiba umetoka wapi huu? Muhammad anaambiwa sema, huo umetoka kwenu wenyewe. Huo msiba umetokana na Waislamu wenyewe. Paka hapo tumeelewana. Yaani Waislamu wanapopita mahali ambapo kuna msiba wa maadui zao ambao wanadai ni Wakristo na Mayahudi, wanapaswa waulize, huu msiba umetoka wapi? Wanajibiwa kwamba umetokana na sisi. Ndio unapata Waislamu wanaoa Wakristo. Tanzania wanasema wanawakata vichwa. Waislamu wanaoa Wakristo, Sudani wanawachinja na kuwaua, Nigeria wanawazika hata wakiwa hai. Inaendelea kusema hivi, umetoka wapi? Sema, huu umetokana kwetu wenyewe. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye uweza juu ya kila kitu. Kumbe na Mwenyezi Mungu wao ama Allah wa Qur'ani amewaruhusu waweze kuwatia makaburini maadui zao ambao wanadai ni sisi wa Kristo. Hilo ni fundisho potovu liko katika kitabu cha Qur'ani, na fundisho safi tena lilo katika Biblia takatifu linasema hivi, anayekupiga ili mpe na ili lingine, anayekuchukia mpende. Biblia inatuimarisha katika upendo. Ndio sababu hautoi kumpata Mkristo anamuua Muislamu kwa sababu sio wa dini ya Kiislamu. Lakini pata Muislamu jinsi anavyomtriti Mkristo. Ili Muislamu akupe kazi lazima uwe Muislamu. Tokeni kwa hiyo dini wapendo.